Sasa tuendelee bila hivyo tutatoka hapa leo. Nyinyi wenyewe mmesema kama tuzungumze kwa Swahili. Lakini tutachanga. Unajua kuna maneno mengine kama kwetu Mswahili hautaipata. Inakuwa tunakuwa tunachanga tu yote. Karibuni tena. Afu na jaribu tena kushukuru kwa kukaribishwa leo hapa Shegerto. Tunatoa shukrani. Na kama gisi sijui mumeelewa ama mmejua tutazungumzia juu ya Yemstelhet. Sijui Yemstelhet Kiswahili wanasemaje? Kuna mwenye anaweza kutusaidia? Kulinganisha. Tunakubaliana ni kulinganisha? Usawa. Kusawa. Mwingine? Haki. Okay. Zote tunazikubali. Hali sawa. Okay. Tukazungumzia juu ya Yemstelhet. Tutavote hiyo jina Yemstelhet kwani hapa si Sweden ndio neno tunazungumzia. Alafu na teme ya leo iko Yemstelhet nyumbani. Yaani nyumbani kwetu ama wanasema kujamii. Sasa na si eti mimi ndio nitazungumza tu hapa leo. Yaani kila mtu kwa hapa atazungumza. Na kama vile yani nataka kuwarudishia question. Ukisikia neno Yemstelhet kichwani mwako nafikiria nini? Neno moja tu. Yani kila mtu ajisikie. Yani hakuna mwenye anaweza, hakuna nini, yani ni tuko hapa juu ya kuzungumza. Yemstelhet. Kama tuseme we baba ama kaka ukifika nyumbani, unasikia wengine wako nazungumzia Yemstelhet ama mama jikoni ama baba jikoni juu ya Yemstelhet, nini ndio ila kujia. Yaani unaona kugawa katikati. Mwingine najua kuna wanasema mawazo mengi mtu akisikia Yemstelhet. Au mtu akikuuliza unakuaga una practicera Yemstelhet nyumbani kwako? Manake na wewe unala kusema nyumbani mwako. Kama na wewe uko na la kusema, uko na part. Wengine yote sawa. Yani tunaweza kusema kama Yemstelhet, yani msingi wa Yemstelhet ile wanasema iko mänskligheten, haki ya binadamu. Yani hiyo ndio mtu anaweza kusema ndio msingi ya Yemstelhet. Na Yemstelhet yani ni kusema kama mtu wowote, watu ama hapana mtu ama watu wowote wanakuwa na haki moja. Yani hiyo ichagui uko mwanamke ama uko mwanaume ama sijui uko mfupi, uko mrefu, uko mweupe, uko mweusi ama sijui uko njano ama nini. Yani mtu anaweza kusema cha msingi ama msingi ni kila mtu, watu wote wanakuwa na haki moja. Yani angalii kabila, angalii nini, angalii sura. Sasa mimi nataka kuwauliza hiyo ni ukweli, yani ni mambo yanapitika katika jamii zetu? Wote tunakuwa na haki moja ama inakuwaje? Inalingana na nini? Familia moja unaona ipo wako sawa. Familia nyingine unaona ipo tofauti. Tofauti kivipi? Kuna mama ndio anachukua kazi zote za kupiga za nyumbani, ni baba anakaa anakuja wa mserevili. Lakini kuna nyumba zingine wanasema hapana, tunasaidiana wote pamoja kila kitu, iwe kufua, iwe kufanya nini, kazi ya kupeleka watoto dogi, lakini kuna wengine hawako hivi. Yani hapo kama baba anakaa tu anatizama TV, mama anafanya kila kitu, yani hapo tunapoteza, wanasema 50-50 50-50. Na hiyo si vizuri. Sasa kama inakuaje wewe mwanamke ukiona vile, sasa upande wako unafanya nini? Wao kina baba. Mnakaaga tu mnatizama TV. Basi nategemeana na kacha za watu, asili za watu. Ndio vile watu wanabebana. Kwa ajili kubadilisha asili ni vita vikubwa. Okay. Na tofauti sana wa watu watu wanaleana nyumba zao, yani kwenye nyumba zao wenyewe. Hata kwamba tunaweza sema si watu tuna haki sawa, lakini sasa tukikuta ndani wengine labda mwanamke haitimu hivyo, labda mwanaume ni hivyo. Kama ndani mna mambo mengi, lakini inaweza kuwa nje kwenye serikali au kwenye mtandao ndio tuna haki ya binadamu, tuna hivi, lakini
utakuta hata hawa wanawake wananyongwa, wanaume wananyongwa haki zao. Hata wengine watu sasa vile unasema weusi weupe wananyongwa haki zao, lakini sheria zipo. Ni hivyo. Lakini sasa kama kwenye nyumba hii tunaenda, mfano mama amesema hapa, sasa kama kwenye nyumba inaonekana kama inakuwa vile mama ndio anachukua kazi yote, na tunasema okay, mila pengine ni hivyo, ilikuwepo pengine wababu wabibi walikuwa wanafanya, bibi ndio mke ndio alikuwa anafanya kila kitu. Sasa kwa kileo, kwa kisasa, kama we baba unaona vile, unaweza kujaribu kufanya nini ila mabadiliko ingie katika amani? Haitoke kwa vita, amani inatoka kwa kuongea. Si ndio hapo sasa? Ndio maana nafikiri hata msingi bana asije na hasira kwa kutaka kunielewesha kitu kile ambapo kiko muhimu. Subiri nitulizane, bwana, hiki kitu ni hivi kinanikera na kinanisumbua. Tufuatilie. Hapo tutapata. Hapa mimi nasemea sasa kwa upande wa we baba, tuache kwanza mwanamke. We baba si umeshaga wewe, ushaona? Sivyo? Sasa we baba kwako na wewe umeshaona mke wangu jamani anaamka usubuhi, anapika deki, anapeleka watoto doggies, sijui anapika, anaenda sijui kwenye shughuli huko mjini, anarudi nyumbani anachoka. Sasa we baba tuache eti mama anakuja, mama pengine hajasema kitu. Inakuwa sasa we baba kwa upande wako. Bila hata mama hajasema kitu unaweza ukafanya nini? Kama mbishi baada ongea. Ni asili. Unaona, tuseme kama batoto usazoesha mtoto kumpatia goodies kila siku. Ukikataa siku moja kumpatia goodies atasirika. Sio hivyo? Na si tulifundishiwa kazi yote ya mnyumba ni mwanamke. Unaona? Nani alikufundishaga? Tusaona kwa mama mpaka tunaona tu baba anatoka kazini, mama anamvua koti, anamuosha miguu. Unaona? Lakini sasa uweza useme leo wasema baba asaidie mama kazi mnyumba. Unaona batasema wewe unachanganyikiwa sasa. Unarogwa. Unarogwa. Watasema hapo nani? Nataka niingie hapo kwenye unasema baba anaenda, anarudi, anatoka kazini, mama anamtoa koti. Sasa kama tunaona kama mama pia ameenda amefanya hizo kazi, mama naye kikuja baba naye akamtoa koti. Hapana, ndio niko nakwambia ni asili yetu. Tushazoea ile asema majukumu yote ya mwanamke ya mnyumba, mwanamke anajua tatizo yangu, kazi yangu ni nini. Na baba naye anajua kazi yangu, titiri yangu ya mnyumba ni nini. Sasa kama mimi ni mama kipia mwangu aniambie mtoto wangu uko napiga? Anakupiga dawa. Unaona? Inakuwa iko sasa asili yetu. Mzungu inakuwa 50-50. Si Afrika tunasema mwanamke kazi yako unajua. Sasa hiyo asili nyinyi mnafurahiana na unaona ni nzuri ama ni mbaya? Tushazoea. Nyinyi wanaume mnasema ni vizuri. Okay. Naomba kimya. Yeye anasema wanaume mnakubaliana naye ni nzuri. Wakina mama mnasemaje? Ni mbaya. Nikueleweshe sasa. Hiyo 50-50 nasikia hapa. Tunajikusa kutoka Morocco. Nilikuwa tuko kule kwa Afrika kule. Kama leo anga 50-50 atapata mkicho na sana. Hiyo kazi tuko nayo tunajikuta tuko nayo hapa sasa hivi tunasema 50-50. Ile 50-50 iko culture bazungu. Mais si culture yetu ya kitu kingine keno le père c'est le chef de la famille. Na Biblia inasema hivyo. Hata Biblia inasema hivyo. Baba ni kiongozi wa nyumba. Sasa inatarajia na baba mwenyewe ndio kila mtu ile 50-50 nyumbani. Watu wa Afrika kama mwanamke, kama mwanaume unamka asubuhi, wale kaata kufikia koropa nyumba, kufikia nyumba. Usharogewa. Amgesha kukusha kitu. Mwanaume kaata basi manguo wende na kumai, wale fulana na nguo mwanamke. Wakalisoma wanaanza fulana. Usharogewa. Donc il y a une culture. Lazima culture yao nasema culture. Donc différence kabisa sana entre sie na wazungu. Yao wanao tunapeleka kule kwa kufanya ile pibidi kwa game culture taweza. Okay, sasa hapo ni mimi nataka nirudie tu pale neno fulani mmesema. Sasa kama inakuwa unajua unasema hapa tuko Ulaya tunarudia, yani tunaishi hapa, tunachana kwanza na ya Afrika. Sasa ikibidi ama kama ikifikia, unajua maisha kuna wakati iko napanda shuka. Ikifika sasa leo nakuwa baba ana kazi,
mama ndio inakuwa anaamka asubuhi kama ni saa 12 za asubuhi, anarudi kama ni saa 10, saa 11. Sasa inakuwaje we baba ndio ulishinda nyumbani? Hiyo ni kitu kingine. Hiyo ni mfano, naomba mnijibu. Hiyo ni kazi kitu kingine. Sasa pasa je kino mwanamke ukutana unalala, ni mwanamke anaamka asubuhi, anaanza kufyagilia nyumba, anaanza kukoropea nyumba. Na mwanamke wewe mama unalala kitani. Yaani unamfyagilia nyumba wao kaagi hapo. Iko 50-50, ile 50-50 ni yetu ya hapa hivi tunapata. Sisi tunazungumza hapa, sisi tunaishi hapa Sweden. Ongelea hapa. Kama unasema unamfyagilia nyumba, yaani wewe ukaagi hapo sio okay, ngoja tuko na niko na waona nyinyi wote mnatia mikono. Si ndio tumenipata? Umenipata? Hapo wewe unasema kama nimfyagilii nyumba. Maana yani tuseme kama wewe ni mwanaume, sisemi wewe, nasema wanaume generale, mtanihurumia, sisemi wewe, nasema tu wanaume. Yani tuseme kama ni weekend, wakati mwingine hapa kisi watu wanafanyaga kazi hapa kupeleka kwenye dogi sigisi na wengi wanasemaga ni kazi. Kama ni saa 2. Kama sasa ni weekend hiyo, mama nasikia kamgongo kanachoka, haikai kwanza na relax hadi saa 4, saa 5. Yani we baba uweze ukashimama, mama yuko kule kitandani, unakuja unapiga deki, unaweka maji ya chai. Na dependre. Naweza kuenda inakuwa sabolingo. Sasa mapenzi. Kama kuzina mkaza kafe, chai, mama madame. Si hata kumfanyia madame, hata watoto wako ndani ya nyumba, unawakulisha, unawaosha. Inakuwa mapenzi sasa. Yani hapo sio Yemstelihete, inakuwa ni Charlek. Inakuwa Charlek. Lakini hapa tunazungumza Charlek. Yemstelihete yana uwezo ukaifanya. Ile Yemstelihete hapa. Tofauti makubwa sana kule kwetu. Si tuko hapa chana na kule kwetu. Sisi tunaishi hapa. Sasa sina kule kwetu na familia yangu yote. Wewe utarudi kwenu lini? Sikuna programu yangu. Si mimi nakuuliza, si tuko hapa tunazungumza. Unajua kwa nini nasema hivyo? Nachukua familia yote na nayo Afrika. Afrika kula. Lakini si bado unaishi hapa. Sasa mimi naona nafikia nyumba na wala sikula manguo. Ya kurudi nyumbani hatukatai, utarudi, lakini leo bado tunaishi hapa. Ngoja tunamkamata papa hapa. Samahani kwanza naongea sasa kile. Nataka nirudilie kidogo, nilisema neno moja asili. Nataka nifafanue kidogo. Unaona hivyo unasema hapa nirudie kwa hiyo wewe ndio majabu mimi niache na hiyo inaleta, lakini yote tunaomba nini kuelimishana mke na mimi. Ndio mawazo yangu. Ndio mawazo yako. Tunaenda hapa. Mama alikuwa kwanza. Ndio, kwenye kuko amuru, kuko vyote. Kama hakuna amuru mfwaye, hakuna vile vitaendelea. Wakati mimi napenda mume wangu, wala mume anapenda mke wake, kwa kweli hawezi akaone gisi atasumbuka, apeleke watoto kudadisi. Amesha lamka kwanza security mate, apige afanye free course. Kisha bakogeshe unakimbizana mnyumba, wewe mwanaume toka. Utanambia kweli unapenda ule mke wako. Na Biblia inatuambia kama mke sio mtumishi. Mke ni msaidizi na ni mfupa katika minofu yako. Kwa nini utaacha mfupa wako uteseke kwenye kukwamu? Baba ni shefu wa nyumba. Sikia, Biblia inasema baba ni shefu wa nyumba. Baba umpende mke wako na mke wako akupe adabu. Si unasikia amuru ilishakuwa ndani. Kwenye kukua amuru. Mama bwana na kuona tu sawa huko mtumishi kaboni wako ona. Tuseme par exemple wa mama zetu walikuwa wanaenda kushamba. Baba wa kutafuta mboga. Si wanapiganisha maisha 50-50. Sasa mama naenda kweli, mama kwa naenda analeta vikoti. Siki mama naenda na sisi tulikomalaka. Uliza au kusikia kwanza huko. Sasa sisi tulikomalaka. Mama yetu sisi tunalamka watoto tunakimbia kumaji, tunakosha vyombo, tunafanyia maparcel. Mama alishakuwa kushamba. Petetre papa naye alishaenda mmagobe vyake wala ni mchuruzi vya hivyo. Si mnasikia nyinyi wote mko mnapiganisha mjama. Mama anakuja na masombe na vile makokoti wao kama nini anaivisha vile vimasombe nini anatia chakula. Papa anakuja na sashambo. Hapo si balisha saidiana. Baba alibakia kwa na forora mkitanda. Hapana, balisaidia. Kwani balisaidiana. Okay, tunasema nini hapa kaka? Na mimi nitarudia kidogo. Hata Biblia Mungu anaambia watoto wa Israeli msiigi tabia mtakuta kule. Asante. Ndio Mungu anaambia watoto wa Israeli, yani kule kunchi ya kigeni ile msifate tabia zao. Yani mimi nataka maanisha nini?
si tunatoka nchi nyingine, tunakuta kingine. Ndio maana unaona ndio basi tunagongana, banamuke banakuta huko kuko free ether. Unaona banaanza gongana na banaume, ma divorce nini na nini, banapenda bakue ni tabia ya kizungu, wanaiga. Sasa tunapesa tuige kitu kenye hatukuzoea. Hii itakuwa kama wewe ukiniambia sema Johnny, mimi mama wangu alinifunza kusaidia bibi yangu. Kwa sababu ndio tabia tulizoea, baba alinizoesha mama yangu hivi. Lakini mimi sasa naona sasa kama kwa mimi kwa sasa hivi mimi naona wanamke wetu wa Kiafrika nikimzoesha sema sheri tufanye hivi, nitakusaidia kuosha vyombo. Inakuwa kama ile ya Kiswidi, the denture. Kwa sababu mimi sasa wewe ile nisakuwa na Mswidi, kwa najua Mswidi anakuwa denture hata. Yaani wewe unapenda kufanya sababu wewe mwenyewe unapenda. Napenda. Pengine mwanamke naye anapenda hivyo naye. Sikiliza basi mama, mimi sasa si vile mwanamke naye anaweza akapenda hivyo. Basi mama. Mimi sasa ishi na mzungu, mama najua. Nilikuwa kama ndege. Miguu yangu haikuwa nafika chini. Kwa sababu ni turi yangu kufanya kazi nikakuwa kama boy wake. Ndio alikuwa ku training. Haiko training. Pengine tu wanaume wote nafaa kuwatoa kule kwa ndio nakwambia sasa. Ile free ether, ile 50-50 isipiti. Itakuwa kama mimi nikipenda. Sasa bibi yangu alienda kazi leo. Acha nikutane na mwoshia vyombo. Akushangaa sasa wow. Ilikuwa sema ile sasa unasema 50-50. Wewe unasema kitu kizuri isipite. Yenyewe tu sisi tuko tunaongelea hapa 50-50. Yeah, hatupendi sikiliza basi. Mimi napenda 50-50 lakini isionekane kama ni 50-50. Kwa sababu wewe mwanamke ukipata tu jukumu ya 50-50 utanivala sasa mimi. Yaani wewe unapenda 27. Unapenda ngapi? Mimi napenda yote kwa sababu Mungu aliniambia mimi ndio kichwa. Wewe ndio mngulu na ubakie pale pale wewe ndio mngulu. Kwa sababu Biblia tulisema. Wewe ndio unatuua sasa. Sikiliza mama, Biblia ilisema, Mungu alisema msiigi tabia ya kigeni. Sasa tunaiga sasa tabia ya kigeni. Sasa mimi nilikuwa nataka kuwarudisha. Naona kila mtu hapa yote tuko tunazungumza Afrika. Yote tunazungumza Afrika. Sasa ndio mimi nilikuwa nataka sema tusiige za kigeni. Okay. Lakini sasa inakuwaje sasa wanawake wakifika hapa wakienda kufanya hizo kazi wakitumika. Ama iko eti mke wangu usitumike, ukue kama nyumbani tu unaoga, unajimakie, unapika chakula. Mimi gisi ni bwana kichwa cha familia, nitaenda kuleta yote ya kulipa hira, dogisi ya nini ya kutuma Afrika. Mbona hiyo sasa wanaume muishikilie? Wanaume, kuna wanaume hapa. Hapo wengi wa kumwaga. Hiyo sasa mnasemaje? Wa mama au vipi? Wakina mama mnaelewa kisi mnataka kusema? Tunapenda baba nao pale waseme mke wangu wewe ndio utumike tu 10%. Mimi ndio kichwa cha familia hapa, tuendelee na mila ya kwetu nifanye vyote. Mbona hiyo sisikii mnaishikilia? Unajibu hapo, unajibu. Lakini mama, unajua tatizo ni okay, tuchukue example labda mimi nafanya kazi, mama anafanya kazi. Tuna watoto. Tusisahau kama tuna watoto na tuna vitu viwili hapa ambavyo ni kazi, sisi sio tunafanya kazi. Mimi naenda kazini nikirudi niko na wajibu wa kufanya kwa ajili ya watoto. Mama naye akirudi anatakiwa ajue kama kila mtu hata mimi nitarudi mapema najua watoto wangu hawajakula, natakiwa nifanye kazi yangu kama mwanaume au kama baba wa watoto. Siwezi kungoja haiko mimi sikuwa nakubaliana na makacha. Kacha mimi nafikiri tunatakiwa tubadilike. Tuko kwenye nchi za watu na vitu vimeshabadilika. Sababu kule kwetu tulikuwa tunaenda tunatafuta huyu anatafuta lakini huku vitu viko simple. Kama ni pesa ziko. Pesa ziko pale. Ni jinsi gani mtakavyozitumia tu. Sio eti labda kuna mtu ambaye ana njara au nini. Mimi nikirudi kazini, mimi kama nikirudi mapema lazima nifanye kazi yangu nyumbani. Simsubiri mama wala simsubiri shangazi. Sababu najua ni droit yetu nyumba yetu. Mama naye akirudi anatakiwa ajue kama kule labda anatakiwa naye afanye kazi yake kama ambayo anatakiwa ifanye. Lakini kitu ambacho ni kikubwa sana katika nyumba ni mapenzi.
Amen. Mapenzi tu. Hicho tu ndo cha muhimu sana. Sababu kama hiyo ndo tunda katika nyumba ambayo inatakiwa ipandwe. Sababu kama ile tunda ya mapenzi haiko ndani. Hakuna kitu. Sorry. Hakuna kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kizuri ndani mwa. Sababu ndo pale utakuwa unaona ukoloni. Anabinde hela, sio vitu tunasema abinde hela. Anabinde hela. Unasikia? Ndio nini kwa Swahili? Amemkandamiza kukandamiziana ya vile. Amemkandamizwa au amekandamiza. Unanisikia? Sababu kama hapa mashine za kufulia ziko. Kwani wewe bwana ukienda kwa mashine utabadilika mwanamke? Wanaume unasikia? Mnakubaliana naye? Haiko aseme ukipeleka chupi yako kule eti ni vitu ambavyo viko pale. Kwa hiyo hakuna vitu ya kusema eti bwana akienda kwa mashine atabadilika mwanamke. Utakuwa mwanaume vile vile gisi Mungu alikumbaka. Lakini sasa niulize, sasa hapa tunaangalia kwenye jamii, tunatia sura ya jamii mbele. Kama tuseme leo tuko kwenye jamii na kwa kama inakuwa gisi tunasema hapa kupiganizana, huyo alifanya sitamuonyesha kama sitamuonyesha. Ama kama tunaenda kwa mwenendo kaka yetu anasema hapa, faida ya familia, ya wapi ndio inaleta matunda mazuri katika familia. Sisi tunataka familia ziwe ile wanasema hiyo iko na masikilizano na iwe na afya njema. Si ndio hivyo? Sasa kwa pato tusitafute ile yenye inaleta afya, matunda mazuri katika familia. Mama anasema nini? Ile inaleta huruma kikosi na kikosi. Ile inaleta afya njema kwa familia, masikilizano na kupendana. Mapendo kitu kizuri kinene katika familia. Kama mfamilia mna mapendo, hakuna kusikilizana. Unaona kama for example unapenda mke wako, sasa unatoka kwa Afrika mnafika hapa, unapenda kwenda mke wako, for example wewe ulisoma mingi, wewe una comprendre vile vie iko. Sasa bibi a comprendre vile vie iko. Sasa utapatia bibi yako opportunité na yeye enda kwa masomo. Hapa Sweden watu opportunité ya kwenda kwa masomo. Mtu mwanamke akasoma na yeye kwa niveau anza kucomprendre vitu vile kunaenda mu societe. Unaona kama mwanamke kweli asome afanye kitu, ataanza comprendre vitu vingine, unakuwa sasa unamuona anakuwa chini. Unakuwa wenda kafule mango, wenda kafanya vile vile. Mnapaswa kupendana, mnapendana na kusikilizana. Vitu vyote hata bibi unafaa utacomprendre bibi yako. Na masomo anaenda masomo, anamaliza masomo, anamaliza SFI, anasoma. Ama hapo ndio kuna vita, mwingine apendi kama huyo ende masomo asome juu, akienda huko hata ndio mimi nasema unapaswa kwa mapendo pale. Unafaa kuona na muda kusuporte. Mapendo na kurumiana tu sana. Kama mko ndani unapenda mke wako, antuka vita enda mzuri. Vita enda mzuri kweli na bibi atakuheshimia. Sasa kama bibi anakwambia baba, na mimi natafuta kwanza masomo. Fanya kwa nilikuwa nafanya sawa wenzangu, waenda kwa masomo. Wanajua kuandika kata jina yangu, kuandika kata pension number yangu. Hapana. Kama wewe una kila kuna masomo. Unasikia? Baba bana. Kama kila kuna masomo hapa hata kuna akili utaisoma. Kweli unampatia mama hata wewe baba msaidie. Mwenzako anakuwa na devoir umsaidie, hapana kumtupia ma devoir umtupie. Kweli kitu kingine napataka mwanamke kichwa nguvu unajua nini? Unapata kichwa nguvu mwanamke? Makazi. Unakuwa na silimenaji mkichwa. Bwana kusikilize kwa kitu kidogo. Mnaweza kumana makuta watoto, mnaweza kupikana makofi. Makuta watoto. Makuta watoto inaleta problema mbaya mingi unaangalia tu. Haiko paka bakongole, kabila yote. Yote hata na bazungu wenyewe unaanza bila makuta watoto. Unamalizana. Unasikia kama kuna mapendo sasa hii makuta nini ale yende kule. Mapendo mbele. Makuta sekua. Nini? D'abord mapendo. Unapenda mwenzako msaidie. Mko hivi. Egal. Lakini unaweza kuwa unaishi na mke wako unazala watoto 10 na utumiki kazi nyumba. Siko mapendo. Tunakupatia mkono baba. Unasikia? Hapana. Unapaswa kumwindike. Uwendike bibi yako, utaona furaha yako itakuwa mzuri. Lakini pale tuseme yani inaonekana mate ilikuwa kwa mtu mmoja. Kama gisi nani kaka anasema pale, unaweza kuzaa watoto 10
na mko pale mko na kudiona inaonekana mate ilikuwa kwa mtu mmoja. Yenye iko nataka kuja kufanyika leo inafaa ile mate kuigawa kuitoa kidogo. Unaona kwenye studio hii ndio inafaa kukubali kusileba kumpatia mwenzako naye lipe fikiria na mweleza yani kwa watu wanajikiti bega kusama 50-50 kuitafuta ni kuipeleka polepole. Hata mfamia za bazungu vrema bako na hii probleme zetu tuko nazo. Sasa sibe tuliingia humo hatuze wenye yana hata na bazungu nene tunafikiri kama maprobleme kwa mafamilia yetu. No, nabo bako na maprobleme vrema. Sasa ni kuitafuta polepole. Sasa gisi mko mnasema culture. Sababu si tulikamataka mubaya. Tulikamataka mbaya lakini ukiaona vrema ukifuata histoire nilikomala aje na biko aye utakia kutanisha hata kunyumba biko ila saba baba aba beba likuya huko tutasema baba watoto wetu likaza zalia huko ewa babijui vile vya nyumbani lakini biko sasa ile ni mafundisho kufundisha watu sababu ukipeleka tu itabomola manyumba baba wanaona sawa unataka kuwakamata ukubwa ni kuelewa tu wako na tafuta amani jamaa siishaye tuishaye na watoto yetu na jamaa zetu lakini baba wanaona unataka kuwavua makoti na watakupiganisha kweli lakini ni kuwafundisha mafundisho kabisa. Baba mnakubaliana nayo? Unaona tunataka kuwavua makoti. Tatizo ni fasu yenye utakuja. Unaona tatizo ni aje? Tunajulia tabia. Inawezekana mimi tuchukue example. Mmoja jamani, bako na filme, tutavitia kwa internet baadaye. Unasikia? Ina depende na gisi gani utakuja na habari. Habari ifuko na ma strategy ya kuja. Ni sasa gisi wakati mtu unaoa bibi yako ifuko na ma strategy uli wakati ulimtongoza ulifanya aje ukaanza mpaka mkaja kupendana. Kwa hiyo ifuko unajua kisa hivi nikiendea mzee hivi tuongee mambo ambayo unaona kama haiko sawa. Ifuko ujue sana mzee. Mimi najua sasa nitenda hivi ninaweza kuongea na vyangu hivi tukiongea hapa tukae chini tuanze kuelewesha tukueleweshana hapo tutapatana kiki kuna wengine wanakujaga tu ma desordre kama mtoka zake huko ametoka huko ndo anakuja sasa itategemea si nitachukuliwa nasi kwa hiyo unatakiwa ujue muda gani ambao na muda gani ni wakati gani wa kuongea vitu fulani na vitu vikuwe tu wazi unaona sasa sisi tuko tunapenda nini ikuwe yani sikuwe mwanamke ndio atakuja kuanza kuaborder le sujet. Sisi tunapenda mwanaume yeye peke pate conscience. Unaona? Apate conscience asema mke wangu kisi mlisema kitu moja kizuri hapa mapenzi. Unasema mke wangu jamani hii kwenda hivi na hivi nikimsaidia na hata kitu kadogo. Unajua wakati mwingine haiko eti sijui mpaka ukamate machupi ya mke wako uifue uianike kukamba ndio utaona yeye mstari. Sasa kama unaifula ma problem iko wapi? Unaionaka? Sasa hapana. Jamani, mimi ni mafula yako na fulaka yako kila mara kila siku nafula na tena repasser. Yangu kupata kamata. Hapana. Bravo. Mama Petro anasema neno moja hapa. Sema tena mama Petro. Pole. Kama unafula machupi ya mke wako, problem iko wapi? Kama unaenda kula machupi ya mke wako, problem iko wapi? Mapenzi sasa. Charlotte. Charlotte, mekitio mna Charlotte. Sasa angalia, mimi niko nataka kusema hivi. Unaona nyingine kwa mfano tuseme yeye kusema kama na soutien na yote na support. Ya kusema kama ni hii maongezi hii unajua kila kitu ndio kinachukua muda. Na sisi kwamba iko nia yetu iko eti tuvunje mafamilia tufanye nini. Hii nafikiri tuko tunakuja kuongeza un plus mafamilia. Unaona idea ilitoka wapi? Mikutano ya mama sasa tuko tunakutana. Unakutana presque kila mwanamke analia sijui mgongo, sijui nini, sijui kichwa, kiuno njoo siseme, magoti njoo siseme. Unaona? Presque kila mwanamke. Na inatokana na nini? Mwanamke anaanza kueleza sasa njoo ikawa na kwa kama mwanamke anasema nini? Unaona haiko eti mpaka mfete maji. Inaweza kuwa kwa mfano tuseme
mwanamke iko na muda wa kufua kwa mashine, kufua manguo mlisema. Wewe baba unafanya unachukua watoto wako unakaa nao chini ile muda. Mungu hata unacheza nao ujue. Ile iko kusaidia moja kubwa sana. Au anaweza kuwa kwa mfano iko napika ama kama ni kupika, yeye anaweza kuwa tafuta au masupuru kunitoa uchafu. Unakamata uchafu unaenda tupa. Ama anaweza kuwa takunda msuga ama tu. Yani ile tu yani haiko eti mpaka sijui unyangule kabati uitie hapa upeleke kule njoo ionekane dunia mzima. Yani inakuwa kwanza ni tu vitu kidogo kidogo. Na cha msingi ni ile tu kwanza kupata idea, kwanza kufikiria tu kwanza. Ile Mama naye anasema nini? Asante baba. Unaona, yani kidogo afu nafikiri nyewe wote mnasema mapenzi, nafikiri tena mapenzi itaongezeka. Unajua wajene watu walisema nini? Wasema tunaremarke kwa familia yetu baba na mama wagombani tena sana. Unaona, inakuwa nini naleta tena mapenzi naongezeka. Harmoni inakuwa mnyumba. Ya kweli. Okay, na wacha sasa debate. Ungesema Hapo nini? utasema? Sema bwana. Ile hemskileti mwasema kama hemskileti. Yes. Ile mwasema ile. Si mwasema familia. Familia hapa Sweden. Tunatia baba. Donc tunatia tunaanza na imbwa. Mtoto wa Afrika wangapi mko na imbwa hapa? Sasa kwanza na imbwa. Sisi tunaongea si wa Afrika. Unaona mko wa Sweden hapa. Si yetu iko ya Wasedwa. Mais tulikuwa tupate kwa hiyo. Mmoja angepia tudomine hata ongelea hapa tunasema hem skilete umswede parce que Afrika bila biko iko. Biko leo bishako. Filtre tu hapa. Hapa sasa kwa filtre tu Afrika. Sasa hapa sio tunatia imbwa, mtoto, mama na baba. Watu wanasema mwishi kule. Kwa hiyo tunakaa na kamata ile culture ya bazungu ile ya msikiliete ile ile watiatia ile. Asa na batoto munyumba bakwana le pouvoir kuzia hata mama munyumba. Nasikia? Jua nini? Mama kuachia mzika kusano papa mimi na wewe kazi tunakabula. Na ile akili ile mama anapatia wapi? Kule kwa makazi kwa masomo wanaenda kule. Parce que mtu kwanza anafika hapa. Hata na pia ana msuko sefi. Apata zile droits zake. Mama watoto nao ni hivyo tu. Watoto wana kwa masomo, bapata zile madroa za kwa masomo. Mena ile madroa za kwa masomo nafika, unaona sasa binakuya munyuma binarudisha sa familia. Donc mama kiambia mtoto kama hata uchafu ndio tuko kusupu turaga matupu tunakule vile mtoto akatala. Anapinga. Kama tu uchafu ndio tupa mtoto akatalia. Donc hapa sote tungifanya tunasamfuta mama msikiliete ile, tunakamata ya kote ile culture tu ya Afrika. Donc tana familia zote za jamaa. Okay, ngoja sasa ni watoto wangekusikia wewe mama, wangekusikia na wewe baba. Sikia sasa nikwambie ku niveau yetu ya siwa africain. Naweza kukwambia kama ni hivi, kwa mfano useme mimi safe ni miaka 20 na niko vitu ya maorganisation. Naweza kusema kutumika na YMCLT hivi mafamilia naweza kusema ndio mwaka wangu wa kwanza. Na je crois tuseme kuba africain hivi hatuko ba mingi, tuko tunaenda. Sasa na watoto yetu hapa wanaharibika sana. Kabisa. Niambia ni juu ya YMCLT. Njoo ile, njoo Burundi yake. Non, je ne crois pas. Njoo Burundi yake. Non, sifikiri. Inaweza kuwa angalia. Ukiingia mubisi par exemple, ukiingia mubisi. Unakutana mkubwa anakala kukiti. Pia mtoto mdogo anakala kukiti. Mzee anakuya iko na ile roulature yake ile. Wewe mtoto mdogo unaona kile mzee ilifoni mwache kiti wajui akiwakia vile ile kiti ile bora yake anashimama vile. Anafika kuanguka. Wewe unapiga sana mzee. Ile iko respect, iko grund, iko respect. Ile respect inaharibia kwa juu ya MCLT. Yaani wewe umecomprendre YMCLT. Ule mtoto anaona kama mimi na ule mzee tuko mu niveau moya. Hapa. Mimi na mkubwa tuko mu niveau moya, donc ile kwa mambo ya respect. Tuko mu niveau moya, donc yeye ashimame mimi nikale. Et pourtant jamais mafuta. Mtoto vile unafunga ile grundi yake sasa kunyumba inaishi aje? Iko. Yaani wewe unaelewa YMCLT, unaona problema iko ndio nilisema hapa njuma niliuliza dele debi. Ukisikia mo YMCLT unafikiria nini? Kila mtu kuna yake kukichwa. Wewe unaona ke oyo ni vita, yani ni divorce,
yani ni katastrofe, watoto waelewe, unaona? Kila mtu yuko na picha yake ya YMCDF. Unaona? Na YMCDF watu wanaelewa vibaya. Wanaelewa hata confusion. C'est ça, kama gisi wewe deja na kuona ushakuwa ndani Ngoma confusion. Unaona? Ila kutia deja confusion. Ndio tuna tu watu wengi akisikia YMCDF surtout wanaume wetu anisha kamata manani anavala manani ya de combat yote ishatia kumwona nafikiria hapa mwanamke huyu ana Tanzania besha mfundisha ni KSF ana Tanzania yani anataka kuleta vita hapa ni pesa pasa. Unaona YMCDF je kwani tukielewana vizuri tunaongelea kitu kimoja. Sasa wewe unapenda familia yako ikiwe na amani. Umeone mke wako, watoto wako wakuwe na cheko, harmoni kwa kunyumba. Unaona kama kisi niliwaambia pale mkutano tulikuwa na wa mama. Huko baba mama wadogo wanaweza kukaa hapa. Naweza kujaribu kubauliza kila mtu utasikia sijui hiki, sijui hiki, sijui hiki. Siulize, sipendi kuuliza sasa hivi. Ukiuliza yeye wakati kwambia hivi. Aliko watu. Tunaenda kwanza. Yeye tutafanya mkutano wa papa. Tukifanya mkutano wa papa ile ule loge tutafanya mkutano. Sasa unaona. Hapa nakwambia kama grupu ya bajene kwanza walikutana na jana. Après ba mafundisho nasikia Bopi kwa nakwambia kama nyumbani papa na mama hawagombani tena sana. Hawafanye hivi na hivi. Juno vitu vidogo ndio tunatupelekaga kwa divorce. Wanafikiria ni vitu vikubwa. Kidogo tu ndio itazana na zala au mtu anapitia mro miaka na miaka ndio siku bana kia kuiripua hivi. Anza kuitapika. Utasikia tu fulani huku bishaenda. Ndio vitu vingine iko bien, ngisa nasema pale tunajaribu kuiongelea. Ndio tunakuja hapa ku YMCDF. Tunaweza kuwa vitu vidogo. Kidogo. Unasema mama fanya hivi. Unaona harmoni mwenzako kicheko tu. Anatoka tu kukazi kule anasikia tu toilette nani shakuwa pale shapanguziwa. Afike kuna nuka rubi. Unaona tu kitu kadogo tu unaona tu mwenzako tu. Mama naye anafanya. Nasemea baba. Lakini nasemea baba. Kisha sasa ukishaingia huko mnyumba na kutanisha baba, utafanya nini? Kazi ya mama naye. Utafanya nini? Kazi ya mama ukishakia mnyumba. Tumkazi papa na mama. Tunatumika fasi moja. Meme kufika kunyumba. Tasha basani ya kuyala lavabo mzima. Buchafu nyumba mzima. Kitu ya kwanza papa atasema ni anza kazi yako. Baba mwenyewe. Iko na njara. Antaki mama. Utafanya antaki huku mama. Sasa alipo mzazi. Watoto mapasha kule. Shule kama tafiaki. Kama utaki maneno na papa unapita kimya mwenyewe. Unaanza papa anakuangalia. Unaanza fiakia. Unaanza sukula basani. Unapika chakula. Sasa pale kama ndio ni utamwambia papa si watu wanatoka mkazi unisaidie. Pale sasa kingine ona pia kulikuwa mwambie papa si ni mtu mzima na papa mwingine baba wazake ile. Ni vile papa amwazi. Hapo inapaka mimi naona kumwona ngambo. Ni mzuri, ni idea mzuri. Ingine ngambo kabisa. Maana tunaanza kupata kitu. Sikiliza sasa, mimi nilikuwa naelewa. Ni idea mzuri. Na ingine ngambo dada, ni idea mbaya. Unajua nini? Mimi nikwambia beba tuharibisha ni hapa mama yetu. Unajua nini? Kama wewe uliolewa. Conseil ya kwanza bazazi yako bali kupatia. Ilikuwa nini? Mama unaolewa, unajua kazi yako ya nyumba, bwanako kumgomea manguo, nini na nini. Ndio conseil ya kwanza bazazi bali kupatia. Bana kuambia jukumu yote ya nyumba, mama unajua mwanamke ufanye hivi. Unaona bazazi yetu ndio bali tuharibisha kwanza. Bali tuharibisha mentalite. Kisha sasa wewe sasa unakuja leo na kitu cha mpya. Ndio maana wanaume wengine wanasema huyu mwanamke atachanganikiwa, anapenda kutuharibishia babebi yetu. Unaona kwa nini ni kitu bazazi yako bali kupatia kwa conseil ya wakati. Unasikia? Bana kumwambia mwanamke, mama unaolewa, bunyumba huko, ukamate, kupiga ni wewe, kuskula masani ni wewe, kila kitu ya nyumba ni wewe, kugomea bwana yako. Unasikia? Yes, enjoy ile menafika sasa wewe mwanamke unakuwa unatumika otati mara na extra vile na hivi. Sikia basi mama, ndio maana nakwambia ni idea mzuri. Mimi nakuunga mkono lakini uibebe sasa kuelewesha sasa banaume tatizo ni nini?
Kwanza mimi ukiniambia sema John anza salia bibi yako. Mimi nitakwambia wewe ni mjinga. Yenyewe iko hapa sasa najua ipo si ndio telewesha wanaume. Unajua yenyewe tuko tunajaribu kufanya. Tunapenda wanaume wao wenyewe wapate mafundisho wenyewe wakuwa naelezea wanaume wenzao. Unaona kitu yenyewe mimi nilisema tangia zamani ni nilikomalia hemo mie kwanza mingi ziniko hapa kibinafsi. Ile yem ni style head nilianza ona tangia mtoto. Hata hapa mvita mko na watu wako wanakimbia vita bana mke be kwenda kukuli. Mama yangu mimi akwenda ukata kuni hata siku hii moyo. Hii kweli niko nasema ni kweli beba anamjua mama yangu. Mumuulize yeye mumexplique yeye style head. Anaweza kuexplique. Donge kabisa tuanze mama kule kwetu likomala kule. Mungu mnaona. Papa atalamuka pale kama anamuona mama yako sawa, papa alikuwa anaingia kumafiga na tupigie. Unaona? Akiona bibi yangu zino anaenda kuyepe kianda mpori kule. Kuvita anaenda anatengeneza mamakala kule anakia mjazia mnyumba. Mama yangu mie shida ya kuni hajui. Unaona na ile ya kusema aseme yeye tu ndio mwenyewe akwenda na watoto kila saa ile yote ile hajui. Kwa hiyo alikuwa anasema kule yote alimroga bwana. Ni mapendo. Sasa tunasikia hapa unaona kwa mwanamke wa mwana familia bavoisin wako na kritiki. Ndio maana nasema wakati uko nafanya maisha yako hauwezi angalia mtu wa nje aseme anafanya nini. Unaona mama Gizi kwa pale bwana yeye aliishi kama vile mwami. Unaona hii niko nawaambia kweli mimi EM style head hii John niko nasema pale ni juu ile ni yake yeye pekee mimi kama vile dadake ya John ndio kila ni yake yeye pekee lakini kunyumba yenyewe nikisema kwa gisi mtu alikomala kila kitu inaanza ground nisemaka tena Stockholm kila kitu ni ground gisi mtu unakomala na gisi mtu donge gisi ukwenda na kumana vitu wenyewe uko unaona vitu wenyewe uko na vitu. Na tena Mungu anatupaisha hii grace yake tukuye tena huku tunakia tena kujifundisha bingine vya kuzidia zaidi. Kila mtu yuko na gisi anaishi maisha yake. Mimi sitaenda mwambie papa bishi be wala papa gisi ataishi na bibi yake mnyumba. Unaona? Lakini kila mtu ground yenye kisi watu walikomalishana. Ndio kisi watu wanakuwa ndio kisi mtu anapenda vile maisha yake. Lakini kwa lazima tuishatembea kwa manyumba na tuishaishi na watu. Unaona? Huko mwanaume mwenyewe apenda kita bibi yake amwambie papa nisaidie kwanza maji ya kunywa. Ukimwambia vile ni tusi. Saidia meyeye kama anakuambia atakwambia hata kuambia nipe kwa maji ya kunywa pale. Niletee wewe. Unaona? Sasa ndio maana tunasema hivi. Kila kitu mnyumba inatembea kwanza na samani gani mnapatishana. Bwana kwanza msamani mke wako. Unajua wakati unamsamani mke wako na unampenda utamsikilia huruma. Utasema hapana, bibi yangu anachoka. Okay, mimi nakutoaka koti kila siku. Nishakia na buti kule ya manager. Niko najikunja na lolo koti niko nashinda kutoa papa. Uko sasa kunikokota na mimi kila siku nakutoaka. Na kumase talon sio vala ile talon. Jamani mgulu uko na luma hivi kuna jikaza lakini yeye hata ni mase lakini atapenda mie ni mumase yeye. Unaona kila kitu ni mapendo unaona na thamani yenyewe mnapatishana. Yeye ni style head inatokea mapendo na thamani. Na mimi nishaingia manyumba utakuta bwana kabisa kila siku asubuhi eko pale ana make sure watoto wake wanakula fruit watoto wake bananao na eko na bibi mnyumba. Na kuko banamke wengine banakuwa bavivu kukamata watoto yao. Lakini ile utaona baba anajitolea sema ni watoto yangu. Anaenda na bifanya. Na hata kama mwanamke yuko mvivu lakini baba anajua tu aseme ni baki na ni bangu. Lakini baba mingi wakati mtoto anafanya kosa. 1 2 3. Hapa ni baada ya mkutano wa ASOV Stockholm, Linköping, Skäggetorp. Naona niko na kaka fulani hapa mbele yangu nataka nijue ni kaka gani. Na mimi nashukuru sana. Mimi naitwa kwa jina ya Bavo naishi hapa Linköping. Sasa kaka Bavo, napenda nipatie maoni yako kwa kutoka kwenye mkutano wa EM Style ama 50-50 gisi mnajaribu kusema. Maoni yangu mimi kwa hiyo 50-50 nimeona ni mawazo mazuri, lakini tunajua kama sisi wa Afrika tuna culture. Sasa hiyo culture yetu hiyo tusikuje kusahau kwa sababu ya mambo ya 50-50 ndio unakuja kusema hapo.
Sasa ni kitu gani ambao unaweza kusema kama leo umejifundisha ama yenyewe imekujia kwenye kichwa chako, unaona utaipeleka nyumbani kwako kwenda kugawana na mke wako ama rafiki zako? Hiyo mimi nimesikia mambo ya cigarette 50-50 ni mambo nimekuwa nimejua tayari, lakini kwa kufuatana mkutano wa leo imenyongezea tena kukubali kufuatilia hiyo 50-50 nyumbani. Yaani hapa niko tayari kabisa kufika nyumbani, nipige deki, nifue manguo, sikuna masani nyumbani. Hapo mimi nafurahi sana. Alafu kwa upande wa Us of Stockholm, ni kitu gani unaweza kutupatia kama ushauri ambao tunaweza kuongeza, yani kazi iendelee mbele? Mimi naweza kuwapatia shauri kama mungilie pima kuendelea kuongea na hii mambo ya 50-50 sehemu zote hizo mnapotembelea, na msikutane pamoja, msikutane na wazazi wenyewe, hapana. Ni vizuri kukutana na familia nzima, yani inahusu mama, baba na watoto nyumbani, ndio hiyo 50-50 inaingia. Sio tu paka kwa wazazi wawili, hapana. Pasha watoto nao waone ile ufahamu ya 50-50. Sasa kaka, kwa kumalizia nataka nijue wewe ni mkaaji wa wapi hapa Sweden? Mimi naishi hapa Linköping. Ndio naishi hapa. Okay, basi nashukuru. Asante. Na mimi nashukuru pia. Bye. Kwa majina naitwa Bishibe Selemani na kali Linköping Högetop. Sasa kaka Bishibe, naomba tueleze kwenye mkutano wa leo wa Jämställdhet katika nyumba zetu ni nini ambao umejifunza? Kwa kweli ni changamoto kubwa. Unajua kazi ya ndani sio kwa mwanamke wala kwa bwana. Maisha ni kuelewana na kupendana na kuleana vizuri. Kwa ajili kazi ya familia haitegemei mwanamke au mwanamume. Sote tunatakiwa tunafanya kazi kwa pamoja na kwa upendo na kuelewana. Hiyo nadhani ni kitu muhimu sana. Sio kwamba hiyo kazi ni ya mke wangu ama hicho ndio ya mume wangu, hapana. Watoto ni watoto wetu, nyumba ni nyumba yetu. Fagia wote pamoja, tunagaulana makazi na maisha hivyo hivyo naendelea. Sasa naomba unieleze wanaume wenye wako hapa leo wakupata bahati ya kuwa nasi katika mkutano wa leo, unaweza ukawaeleza nini? Kwa kweli ni kuonyesha namna gani watu wanaweza mtu kama mwanaume kuchukua familia yake, kwa ajili mke ni mke wako na ni rafiki yako ambaye mnaishi naye, na changamoto zote za nyumba ni wewe mwenyewe ndio unajua kwamba mke wangu ana tabia hii na ulemavu, naweza nikavumilia, naweza nikachukua nyumba yangu kwa namna nyingine ili tuendelee mbele. Kwa kweli kuambia kwamba asili zingine tunazisahau, tunachukua labda vitu vingine vile ambavyo vinaweza kavituma sisi wenyewe tuende mbele. Basi kwa kumalizia, naomba kama kuna ushauri ambao unaweza ukapatia organization ya Us of Stockholm kwa leo ili kazi yetu iendelee mbele ni ipi? Ushauri wasichoke na wazidi kuelimisha wababa pamoja na wamama kulingana na tabia za watu binafsi, na kuna watu kabisa wanashikilia asili zao kwa kuzani kwamba mwanamke ni chombo dhaifu cha kazi kila saa, ama ni mtu tu akuja nyumbani ni mke wangu tu atafanya venye nataka. Kwa kweli waendelee hivyo hivyo wamefanya, na wazidi hata wababa zaidi sana kupiga msumari ili waelimike, wazidi kubadilika. Haya, asante. Tunaendelea na maulizo yetu baada ya mkutano wa Us of Stockholm. Tuna kaka mwingine hapa karibu yetu, naomba mwenyewe ajitambulishe. Kwa jina mimi naitwa Sokolo Malombe. Sasa kaka Sokolo Malombe, nimekuona kwenye mkutano, naomba nieleze kidogo maoni yako ya leo. Maoni yangu kwanza, mimi nashukuru sana kwa mkutano ambao umefanyika leo. Kwa kweli umetusaidia sana kwa ujumla, kwa sisi wazee ambao tunaishi na mafamilia zetu, na kwa kweli tumepata kitu ambacho tulikuwa tukijui na tumekijua, na ambao tumechangia mengine ambao wengine hawajui, na kwa hiyo kwa kweli imetusaidia sana. Sasa kwa mkutano wa leo nasikia wengi wanazungumzia kuhusu culture ama kocha. Hiyo unaweza ukasema neno gani kuhusu mambo ya Jämställdhet na kocha yetu ya Kiafrika ama mila yetu ya Kiafrika? Kwa kweli ni vigumu sana kacha kama kacha ni vigumu sana kuitoa kwa haraka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu anapaswa kujifunza jinsi gani ya kuitoa polepole kwa kupata mafundisho. Kwa hiyo inasaidia, na mafundisho pia yatakuwa yanatusaidia. Ni sasa chakula, wakati mtu unakula chakula unakula leo na kesho kutwa, na ndivyo inavyokuaga, na mtu
kwa kubadilika kwa haraka. Sasa kwa kina baba wenye kupata bahati ya kuwa hapa nasi leo, unaweza ukawatumia neno gani? Ya kwa wale ambao hawakuja leo, kwa kweli tutaomba siku nyingine waje, sababu na wenyewe wajisikie, sababu wasio naambiwa tu. Kwa hiyo wakija wakati mwingine wakifika hapa, tutakuwa na muda mwingi wa kuambiana na kueleweshana na kuambia, yani wao na uzuria katika masemina, itatusaidia sana. Ila tungeomba wazazi ambao hawakuja leo mjaribu kuangalia kujirea situation ya manyumba, mnakuwa mnajaribu kusaidia wake zenu ambao kwa wake zenu wenyewe ambao mnasaidia wa baba. Kwa hiyo mna muda wa kuongea, maongezi itakuwa tutasaidia sana katika maongezi itatusaidia sana. Na mapenzi kipenzi. Afu naomba utueleze neno la mwisho ili isaidie kazi ya ASOV kwenda mbele, kama kuna kaushauri ama sijui nini ungehitaji ASOV itengeneze hapo mbele. Ya kwa kweli mimi ningeomba ASOV ijaribu kuwa na lugha nyingi kama utakuwa uwezekano, sababu kuna wakati mwingine watu wanakuja katika sehemu zingine ambazo kuna watu wenye wanaongea Lingala, wengine wanaongea hivi. Kwa hiyo tunajaribu kuorganize malange tofauti ili kwa wengine wao, sababu mimi kama mimi nikitaka kusema Kiswahili mimi sitasema vya mingi, lakini Kiswahili nitajiexprime na nitaongea yote ambavyo viko moyoni mwangu. Kwa hiyo ndio ushauri wangu kwa ASOV. Yaani kama nakuelewa vizuri, ASOV endelee kufanya kazi kwa lugha tofauti, yani isiwe Kiswahili tu. Tunaongea mnafanya kwa lugha nyingi tu ambazo zitafikia watu walengwa, sababu kitu kikubwa hapa ni walengwa kufikiwa na wafikishwe habari nzuri ambayo kwa lugha zao, sababu mtu akiwa anasema kwa lugha yake itakuwa rahisi sana yeye kujiexprime. Asante sana. Ja, här är ju fortfarande efter ASO Stockholm-möte, så jag har med mig någon här, han ska presentera sig själv. Ja, mitt namn är Gideon och jag bor i Linköping, uppvuxen här. 20 år gammal och studerar för tillfället. Ja, vi har en 20-åring här med oss. Vad tycker du om det här temat som vi har diskuterat idag, jämställdhet? Jag tycker att det är ett väldigt bra tema som ni har valt. Det är en fråga som måste lyftas och jag tycker att alla borde vara medvetna om att jämställdhet är en bra grej. Alltså. Det är någonting man måste diskutera i hemmet och i skolan och sådär. Så du håller med, men där fick vi höra att för många män tycker att det här är inget bra ämne. Det gör förvirring för många föräldrar eller många familjer. Men du tycker att det är sånt som vi borde prata om? Ja, jag tycker att det är något man borde prata om. Många vuxna män som tänker som du sa, det kan bero på att de är en tidigare generation och vi är den nya generationen. Vi är uppvuxna tillsammans där vi har inte växt upp i ett samhälle där man diskriminerar kvinnor till exempel i hemmet och sådär. Så man delar inte samma åsikter om jämställdhet och jag tror mycket har med att göra med att man är uppvuxen i en annan generation och sådär. Nu tänker jag ställa en kanske personlig fråga. Vad kommer du att göra skillnad mot dina föräldrar idag? Ja, du kan ta med ett ord. I ditt hem. Vad jag kommer göra för skillnad i mitt hem till skillnad från mina föräldrar? Ja, alltså jag kommer passa på att lyfta den här frågan. Jag kommer hjälpa till och väcka intresse. Jag ska ge dig den uppmärksamheten förtjänar själva frågan då. Så det är väl den skillnaden jag kommer göra. Jag kommer vara mer inriktad i jämställdhet så att säga. Och försöka få med så många som möjligt. Men vad bra. Jag ser här idag, det går ju runt någon lapp där utbildning för jämställdhet kommer att hållas. Och det är ju blivande informatörerna som behövs. Vad tycker du om det då? Behövs informatörerna för jämställdhet överhuvudtaget? Att man informerar om jämställdhet? Ja, det tycker jag att man måste göra. Det är väldigt viktigt för att det här ämnet är ingenting som når allihopa. Så alla måste hjälpas åt och sprida den här informationen och sprida jämställdhet över hela världen. Det är så vi kommer gå vidare. Så att vi inte fastnar i gamla dåliga tider så att säga. Tack så mycket.
Ja, här är fortfarande efter alltså Stockholms möte, jämställdhetsmöte eller Home Information. Vi har med oss här Jeremy Jumba, Linköping, musiker. Vad bra, vi har ju någon musiker här och är väldigt ung. Ja, jag är 23, fyllde 23 förra veckan. Vad bra, vad tycker du om det ämne som vi har diskuterat här idag? Alltså jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig fråga som inte kommer upp ofta. Bara att, alltså för att vi i dagens samhälle har vi gått igenom mycket problem. Alltså, och det är en av de största problemen är ju jämställdhet. Jämställdhet mellan män och kvinnor, jämställdhet mellan invandrare och folk som hade, svenskar som hade bott här tidigare. Ser man så? Ja, kanske man gör. Men den här frågan är väldigt svår för folk vill inte lyfta på den här frågan. Så för mig är det väldigt kul att folk engagerar sig i den här frågan. Och, ja. Varför vill man inte prata om den här frågan? Det är en sån fråga som folk inte vågar diskutera för det är en, alltså faktiskt, det är en sån fråga. För när du pratar folk vill inte diskutera, om jag ser här framför mig, eller idag, det har ju varit mest, eller kanske alla har ju varit afrikaner som har varit här på möte idag. Är det svårare att prata i afrikanska hemmet än svenska hem idag? Nu pratar vi fortfarande om jämställdhet. Ja, alltså det har ju blivit enklare, men jag tycker absolut att det är enklare att prata i svenska hem. För att vissa afrikanska föräldrar är ganska gammalmodiga och man är uppvuxen på det gammalmodiska, gammal traditionella sättet att vara uppvuxen. Men vissa europeer har en annan slags stil. Men jag tycker om ändå att ha lite båda, för att man får inte glömma det man föddes och växte upp med. Och sen det där man har i sitt samhälle. Liksom. Har du några förslag? Hur ska vi kunna prata om de här i våra hem på enklare sätt? Alltså förslag är ju väl att bara ta upp frågan. För det är början. Och bara ta upp frågan, bara kolla vad man har känt. Och vart man har känt den här känslan. Så här, vartifrån man har känt det hemma eller ute i samhället. Så för att, som sagt, det är inte vissa hem som tar upp det hemma. Om man tar det redan från, inom familjen så där, då kanske det blir bättre liksom. Men jag tänker, du som är musiker idag, är det någonting du kan hjälpa till och utbilda folk på något sätt? Ja, absolut. För att jag har gjort väldigt mycket grejer som afrikaner inte ska göra. Som vad? Jag har varit med i Melodifestivalen, jag har turnerat Sverige 3 gånger, jag har kommit till semifinal i Svenska X-Factor, och snowboard, skateboard och typ saker som egentligen vita människor ska göra. Men jag bara känt sedan jag var liten att vem har sagt att inte jag kan göra det? Så det här kommer jag verkligen jobba med, för att det är typ jag. Men det är ju bra. Vad har du, jag tänker sista, vad kan du säga till andra ungdomar där idag, där ute, som vill inte höra ordet jämställdhet idag? Våga inte vara rädd för något nytt. Och alltså om vi ska alla leva tillsammans, då måste vi Stockholm. Jeremy har bråttom. Det är fullt här med familjen och du vet att det finns gott om. Helvete!